mbingu na nchi, tunakushukuru, tunakuabudu kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Kweli unaweza mambo yote. Asante kwa sababu ya ibada hii ya siku ya leo. Umetubeba kwa nguvu zako na kwa uweza wa jina lako. Tumefika katika nyumba yako Bwana kwa ajili ya kukuabudu na kukuinua. Wamama pamoja na wazee na vijana wetu, wavulana kwa wasichana na watoto wadogo walio katikati yetu, tumekuja jinsi tulivyo. Tunaomba Bwana isiwe bure sisi kuwa mahali hapa. Tunaomba kwamba kuja kwetu hapa tutoke na neno. Walio wagonjwa wapokee miujiza yao ya uponyaji. Maana ndani ya Biblia tunaona watu walipokuwa wakiletwa kwako walikuwa wanapata uponyaji wao. Tunaomba Bwana watu wako wanapotoka katika kanisa siku ya leo, wale ambao wamefinywa na kugandamishwa na mapepo, watoke mahali hapa wakiwa wamefunguliwa. Sababu ndani ya Biblia tunaona walipokuwa wakiletwa kwako walio na shida walikuwa wanapata uponyaji wao. Walio na mateso mbalimbali ambayo Bwana mengine wamesugumiwa na watu, mateso mengine ambayo yameweza kusababishwa na wao wenyewe. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, Bwana, nikiwa nimesimama katika madhabahu haya, kwa uwezo wa jina lako, mtu atoke ndani ya hii nyumba akisema kwamba kweli Bwana amenitendea. Waliokosa tumaini ambao wamekuja hapa, waja wakutane pamoja na wewe uliye tumaini letu. Bwana, bariki wazee, bariki wa mama, bariki wageni ambao ni mara yao ya kwanza kushiriki pamoja nasi. Naomba sauti yako isikike hapa, kila sauti zote za mwanadamu nimezifunga kwa jina na damu ya Kristo. Sauti yako isikike, mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama vile yanavyotendeka mbinguni. Asante Bwana, maana uko ndani ya mkutano huu, na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Mtu wa Mungu asema amina. Amen. Amina. Bwana akubariki sana. Tuketi. Karibu katika nyumba ya Bwana, mahali ambapo uko huru kumwabudu Bwana jinsi upendavyo. Hapa uko na uwezo kumwabudu Mungu kwa njia yoyote ile, bila kuogopa mwanadamu yeyote. So karibu sana watu wa Mungu. Kabla niweze kusoma andiko, nataka kusema kwamba Reverend Daktari Ojengo hayuko pamoja nasi kwa sababu alisafiri safari mahali fulani hajarudi. Na Reverend Steve hayuko pamoja nasi siku ya leo kwa sababu mwili wake ni mdhaifu, na kwa sababu hiyo hata Apostle Magi Steve naye pia akapaki nyumbani kumwangalilia. So Bwana akawabariki na awape nguvu
wapate uponyaji, na Mungu ajilie neema ya safari kwa mtumishi wake Reverend Ojengo. Niruhusu nisome neno la Bwana katika mjana huu kutoka kitabu cha Matthew chapter number 15. Mathayo 15. Na nataka nisome mistari michache mno. Mstari wa 21. Biblia inasema hivi. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and was crying, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely oppressed by a demon." But he did not. Wale ambao mnazungumza, ninasoma kutoka Matthew chapter number 15 and verse 21 ukiteremka kwenda chini. Ngosoma Mathayo 15 uchakere 28 mpaka 28. Okole mpaka 25 So, nisome mstari wa 20. But he did not answer. He did not answer her a word. His disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." And he answered, "It is not right to take the children's blood and throw it to the dogs." He said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered her, "O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire." And her daughter was healed instantly. Amen. Yesu akarua roro akagenda chinsemo chia Turo na Sidoni. Na rora omokungu okana nikorua sensemo elia akaoroka agaka eliogi okobora. Omonene omwana Daudi indolere amabera. Enyaruka yane yachandirwe mono nekerecha. Kolende tamoiraneria ing'ana. Aborokigwa baye bagacha bakamosorora bakobora. Mokani agende ekiagera akona gototunyana agotoakera eliogi akairaneria nigo natometwe ase ching'ondi chinsiru chie nyumba ya Israeli chioka. Kolendo omokungu oria akamochiera akamosasima akabora, "Omonene nkonya." Akairaneria tari buya kobogoria obokima bwa abana na koborutera chisese. Akabora, "Omonene, korende nonya ne chisese nkoria chire amatori ayakogwa korwa ase chimesa." Abe buna oganetie na ekare nyaroka yaye. Amina. Bwana asifiwe. Manene yesaba. Soma. Asena somire. Unaposoma chapter number 14. Osaga soma ekebungo gi 14. Na chapter 14 pia anazungumzia ama anaonekana akitembea juu ya maji. Na katika kutembea juu ya maji tena ukifuata unaona Yesu akimponya mtu wa Nazareti. Chapter 15 ukianza anazungumzia traditions
ama mira pamoja na sheria ambayo ama commandments. Ikomina isane yego chakagego kuana igoro ye chingencho gosama chiko. Na pia anazungumzia ni nini inachafua mtu katika mwili wake, ni nini inachafua mtu. Na andengo kuana ere igoro ye gento kera chabu monta somo beroye. Na sasa mahali nimesoma asena somire inazungumzia chapter number 15 sasa. Ikomina isane anazungumzia kuhusu imani ya mwanamke Mkanani. Ego kwanera igoro yomo okwege na kwa mokungu okanani. Nataka niweze kuzungumza kwamba paza sauti mpaka muujiza utendeke. Igonta ketego kwanera nga akeliogi mpaka gakoneke korekane. So huyu mwanamke alikuwa ni Mkanani. Omokungu oyegare ngo mokungu okanani. Na wanasema kwamba alikuwa ametoka katika wilaya ya Tel ama Sidoni. Na ane ni gare korwa sensema ya Turo gose Sidoni. Na alikuwa ni mtu wa mataifa. Igarenge omonto bwebisaku. Na hakukuwa nakubaliwa kulingana na sheria na desturi. Tanteire kolengana na machiko. Aweze kupata kitu chochote kutoka kwa Yesu. Konyora gento kende yonsi korwa se Yesu. Kulingana na wale wanadamu ambao ni wa mambo ya desturi na mila. Kolengana na bantu balia babwatetia machiko. Na huyu mwanamke aliposikia kwamba Yesu ameingia mjini. Nekero mokungu oya igwete nga Yesu osairo mochia. Na mtoto wake alikuwa ni mgonjwa. No mwana oya igarengo morweke. Alikuwa amefahamiwa na mapepo yanamsumbua usiku na mchana. Niga chandire mwana oya gachandire nebirecha bya mochande. Labda alikuwa amejaribu njia zote na hakuweza kufaulu. Oligiri njera chine chose lakini tanyara. Alimpeleka kwa madaktari lakini hawakuweza kutoa pepo. Akamoira saba nyagitari kolende mbarusi ekerecha. Akampeleka kwa watu wenye nguvu, walio na ufahamu, wenye hekima, wale ambao wanaweza kufanya kusauli, lakini mtoto bado akaendelea katika matezo. Akamoira saba abantu bali bamanyete abantu bwato bamanyi kolende mwana akagendera gochande. Akasikia Yesu ameingia pale Turo ama Sidoni. Akaigwa Yesu asairo mochio Turo gose Sidoni. So hivyo akata mmoja kwa moja akifuata kutoka nyuma. Igaga chaye masa makababwate tikorumaye. Anajua ni nini imemfanya aweze kumfuata Bwana Yesu. Na manyete gento kiagareta akamutunya na Yesu. Watu wanaweza kufuata Bwana Yesu na hawana agenda. Abantu mbale baratunya na Yesu na ande batabwati moro. Kwa sababu chapter number 14 walikuwa wamekula chakula kingi. Ekiagara asogo somaga siye 14 konya balire ndani. Walikuwa wamekula mikate mpaka ikapaki na samaki. Konya balire megati nechi nsumba kachiatika. So wengine walikuwa wanamfuata kwa sababu ya yale anayowatendea. Abandi go bare kumutunya na sengenjo yali konya. Ama kwa sababu ya chakula walikuwa wanapata ama alikuwa amewapatia hapo siku jaje zilikuwa zimepita kutoka nyuma. Kosekero kende bakamutunya sengenjo yendagere liko konya balire. So Biblia inasema kwamba huyu mwanamke akamfuata. Biblia yotabango mokungu ya akamutunya. Na alikuwa anapaza sauti. Na ande are gwake liogi. Anapiga nduru. Igare gwake liogi. Akisema Yesu mwana wa Daudi. Gagoteba Yesu mwana wa Daudi. Nihurumie. Ndorera mabera. Mwanamke alikuwa hana kibali kupokea huruma kutoka kwa Yesu. Mokungu yatatekeira konyora mabera korwase Yesu. Kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa mataifa. Ekiagera arengo mokungu omonto. Wale ambao walikuwa wamekubalika ni Wayahudi peke yao. Abantu banzire konyorega konena Abayahudi bo. Walikuwa wanapata privileges zao kofu. Konyoro buye bwogo toreka. Maombi yao kujibiwa. Ama sababu kuiraneliwa. Yani walikuwa na hiyo wanajipiga kifua nayo. Igo baregwe yake kuba sengenjo yayi. So wakati mwanamke huyu aliendelea kupiga sauti ama kupaza sauti. Ekero mokungu yagendereta wake liogi. Akiwafuata kutoka nyuma. Gako batunya na korwa mage. Bila kuacha. Atariko batiga. Akaendelea na kuendelea. Akagenderera. Kama wiki jana tulipokuwa hapa. Une wiki ya etekera tu alenga. Mtumishi alizungumzia Patrimayo. Omo sombolenga agakwane. Vile alipaza sauti. Muna agete liogi. Mpaka Yesu akasimama. Mpaka Yesu agatenena. Akasema muite. Agateba morange. Mulete hapa. Morete ga. Na huyu mwanamke pia alikuwa ni mtu wa kupiga kelele. No mokungu ya nerega rengo monto gwake liogi.
alipopaza sauti, wanafunzi wakamwendea Yesu, wakamwambia Yesu, wewe ambaye ni Masia, wewe uliye mwokozi wetu, ambia huyu mwanamke ajana na mambo ya kuweka kelele hapa, mwambie arudi aende. Yesu hakuweza kuambia kitu chochote, ama akawaambia nilikuja. Alikimya, na alipokimya baadaye yule mwanamke tena akaendelea kupaza sauti akisema, Yesu, mwana wa Daudi, ni kwa nini wanataja mwana wa Daudi? Wanataja mwana wa Daudi ili wajue kwamba huyu ametoka katika Uyahudi, maana Daudi alikuwa ni Myahudi. So unapotaja mwana wa Daudi unamaanisha ni Yesu ambaye ametokana katika ukoo wa Daudi, ambaye Daudi alikuwa ni mfalme. So alipokuwa anapaza sauti kuleta tofauti, ni kwamba lazima ataje Daudi. Ndio sababu wakati mwingine tunapoomba tunaomba Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, kumweka kando na miungu mingine ili uweze kujulikana kwamba huyo ndiye Mungu mwenye nguvu. So Biblia inasema hivi, akasema wakamwambia, mwambie aende. Ni kama aliwatosha kwa maneno yake na nduru zake, kwa vile alikuwa analia. Wanadamu wakachoka na yeye, walipochoka na yeye wakataka na Yesu achoke na huyo mwanamke. Yesu akamwambia, wewe mwanamke, sio vizuri kupeana chakula ya watoto kwa umbwa mwitu, sio vizuri. Haya unayoyataja, unataka uponyaji kwa mtoto wako aliye na mapepo, hiyo sio kawaida. Hiyo huwezi kuqualify kwa hiyo, maana hii ni chakula ya watoto. Na Yesu pia akajaribu kukaa mgumu, akamwambia mwanamke, ndio unasema kuna shida, lakini kwa sababu ya hawa walio hapa hawatakubaliana na mambo hayo unaitisha. Akamwambia haiwezekani. Mwanamke akuvunjika moyo, akamwambia ndio, ninaelewa desturi na mila za kwenu, lakini hata umbwa sinapata mapaki ya chakula kutoka kwa meza za wadosi wao. So Yesu alipoangalia neno hili akasema, katika Israeli sijaona mwanamke kama huyu. Akasema, imani yako wacha na iponye mtoto wako. Na mara hiyo hiyo Biblia inasema kwamba yule mtoto aliyekuwa na ganamisho na mapepo, ni kama yule mwanamke alikuwa na yule mtoto pale pale. Biblia inasema kwamba shida ile ikaisha na mtoto akapata uponyaji kamili. Nataka kuzungumza na wewe mtu wa Mungu, kuna mambo mengine ambayo lazima ung'ang'ane kukutana pamoja nayo. Kuna baraka zingine sinabidi ufanye bidii, usisikize sauti za wanadamu. Inabidi uweze kusonga mbele
Mwanamke akakatashwa na akina nafikiri wale wanafunzi akina Petro walikuwa huko. Wanafunzi wa Yesu walikuwa. Maana unaposoma chapter number 10 of Matthew, alikuwa ameita wanafunzi katika mlima na akawataja kwa majina yao. So chapter 11, chapter 12, 13 and 14, wanafunzi wako na moto. So wanamwambia huyu mwanamke atoke. Wanawake kama hawa wataharibu huduma yako. Yesu wamwambia arudi. Yesu yule mwanamke akaendelea kupaza sauti. Na baadaye mtoto wake akapata uponyaji. Na nyuma yayo mwana yakanyoroko bweniwa. Akaweza kupata uponyaji mtoto wake. Kuna mambo mengine katika maisha haya ambayo ukisikiza ya watu, sisemi kwamba sio vizuri kusikiza mambo watu wanakuambia, lakini kuna mambo mengine utasikiza ya wanadamu yatakuvunja moyo urudi nyuma, yatakuvunja moyo ukose mwelekeo, yatakuvunja moyo ndoa yako iporomoke, yatakuvunja moyo kazi ya Mungu iweze kuharibika. Mwanamke hakukuwa Myahudi, alikuwa ni mtu wa mataifa. Akakaza mwendo, akasema wananiambia nirudi nyuma, lakini bado anajikokota kwenda mbele. Hataki kutoka kwa Yesu, anasonga siku baada ya siku, saa baada ya saa. Anasema nitamkaribia Yesu. Hakukuwa anataka kutoka kwa Yesu, lakini alikaribia Yesu zaidi. Wanadamu wanapokukataza na kukuambia mambo ya kukuvunja moyo, wewe songa mbele, paza sauti zaidi mpaka kitu kitendeke. Na ni katika jina la Yesu wa Nazareti. Mtu wa Mungu asema amina. Amen. Bwana asifiwe. So Yesu akaweza kumwambia, mimi siwezi kufanya jambo kama hilo, maana chakula ya watoto huwezi kupeana kwa umbwa. Umbwa zilikuwa zinatumika kuwa zinafanya ulinzi katika mji. So ilikuwa ni mtu akikuita umbwa, ni ile madharau amekupatia ya jini. Yani mtu akikuita umbwa na boko maboringa nki okondo kereze zengi nako ngese. Kwa nini unaniita umbwa, nimefanya nini? Kwa sababu ilikuwa imedunishwa, ni ile ambayo haiko clean. Yani sio takatifu, ni umbwa chafu. Inasemekana kuna maroho ya umbwa yanapoingia watu, maroho ya wezerati na uzinzi yanaingia ndani ya watu, yanalinganishwa na umbwa. So akaweza kusema kwamba hatuwezi kufanya hivyo, lakini akasema hata umbwa sinapata chakula kutoka kwa meza ya wakubwa wao. Kuna kile kitu alikuwa hawezi kupokea, lakini alipoweka bidii bila kuvunjika moyo, akasonga hatua moja baada ya nyingine, na akaweza kukutana pamoja na muujiza wa mtoto wake. Kuna mambo mengine nimekuambia uwezi ukayapata mpaka uweke bidii, mpaka ufuatilie, mpaka utafute, uombe leo ukoze.
lakini tena kesho uombe. Kuna mambo utatafuta leo. Unaweza kujaribu biashara leo, usifaulu, lakini tena jaribu kesho. Maana kuna uwezo wa kufanya bidii, unaweza kufaulu. Imesemekana hivi, unaporudia jambo moja mara kwa mara, kuna uwezekano kufaulu. So ukijaribu leo uvunjike moyo, hauwezi kufaulu. So wale ambao wamefaulu katika maisha haya, iwe ni maisha ya Ukristo, iwe ni maisha ya biashara, iwe ni mambo ambayo umejaribu yanakuanguza, weka bidii kwa jina la Yesu. So huyu mwanamke akapata nguvu mpya, hata kama alikuwa ni Mkanani, imani yake ikamsaidia na mtoto wake akapata uponaji katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Hebu nizalimie hivi kwa jina la Yesu Kristo. Kitu kimetukoza, tunaomba bila imani, hata kama tuko ndani tumeokoka, lakini imani hatuna. Ukiwa na imani, Biblia inasema kwamba mutaambia hata mlima huu ng'oka, na uweze kuhamia baharini, na itakuwa hivyo kwa sababu ya imani. Halo, Bwana asifiwe. Imani yako itakufungulia milango mahali wanadamu wamefunga. Imani yako itasababisha upate uponaji mahali wengine wamekosa kupata uponaji. Imani yako itakufanya ukubalike mahali watu wengine wamekataliwa. Imani yako itakuondoa kwa ajali barabarani mahali wengine wamekufia. Imani yako itasababisha usonge mbele wakati wengine wanarudi nyuma. Imani yako itasababisha ufaulu katika maisha yako ya Ukristo wakati wengine wanatitimia. Oh, haleluya. Yule mwanamke ambaye hakukuwa wa ukoo wa Wayahudi, akafuata pole pole, akasema liwe liwalo. Petero, mkubali msikubali. Akina Yohana, mkubali msikubali. Mimi ninatoka nyuma, nitafuata mpaka kitu kitendeke. Akafuata akipaza sauti, na Biblia inasema hivi, Yesu akamwambia, imani yako. Wewe mwanamke, kuna wanawake wengi Israeli, lakini wewe imani yako imesababisha mtoto wako apokea uponaji, na mara hiyo yule mtoto akapata uponaji. Naomba Bwana ainue kiwango ya imani yetu. Ninaomba Bwana ainue kiwango ya imani yetu. Mahali ambapo hatukuwa tunaweza jana, kwa imani tuweze leo. Mahali ambapo tulikuwa tunalia jana, tunasikia kuacha safari ya wokovu. Bwana tuinue tena, tupate nguvu mpya tena, tusonge mbele kwa jina la Yesu Kristo. Mahali ambapo tulilala chini, tukaanguka kabisa kwa uwezo wa Bwana na katika nguvu za Jehova, kwa imani ambayo inapatikana ndani yetu, iweze kutusaidia tusimame tena. Waliotarajia kwamba utarudi nyuma, wakuone ukienda mbele. Waliotarajia kwamba utasimama katika wokovu, waone ukiwa umesimama. Na ni katika jina la Yesu wa Nazareti, na mtu wa Mungu asema amina. Oh, haleluya. Yule mwanamke alikuwa sio Myahudi, akaingia mpaka hazina ya Israeli,
akaingia mpaka pale kitchen. Akamwambia Yesu, hata umbwa zinakula kutoka meza ya wakubwa. Wakikula samaki ile imebaki, umbwa ndizo ndio zinakula. Wakikula matumbo fly, ile yenye imebaki, umbwa zinapewa zinakula. Akamwambia ni hesabu kama umbwa. Wakati wa Israeli wamekula, niweze kula mapaki yale yamebaki. Akatoka na muujiza wake katika jina la Yesu Kristo. Alifunga masikio yake kutoka kwa watu. Alifunga masikio. Akasema mtasema, mtajoka, mtarara. Mimi mbele naenda. Ninajua mtoto wangu anateswa na mapepo. Kuna watu ndani ya nyumba hii wamesumbuliwa na maroho ya kuzimu. Wamesumbuliwa na mateso. Wamesumbuliwa na magonjwa. Wamesumbuliwa na watu. Wamesumbuliwa na kugandamishwa na mapepo. Kwa uwezo wa jina la Bwana Yesu na yale Bwana mamlaka Jehova ametupatia, ninaomba kwa imani watu wa Mungu waweze kufunguliwa, na ni katika jina la Yesu wa Nazareti. Na kama unaamini mambo hayo sema amina. Haleluya. Ninapenda huyu mwanamke ambaye hakukuwa anastahili kupokea, lakini kwa sababu ya kung'ang'ana akasema ninajua, sitakubalika, ninajua hamtapenda, lakini akasema nitapaza sauti. Hakukuwa anasema Petero, hakukuwa anaita jina la Petero, maana Petero ni mwanadamu. Hakukuwa anaita jina la Bartimayo, hapana. Alijua mahali ambapo kuna nguvu. Akasema Yesu, mwana wa Daudi, nihurumie. Akasema Yesu, mwana wa Daudi, nihurumie. Mimi Bishop Ken siwezi nikakusaidia. Mimi ni mwanadamu tu. Mimi niko na madhaifu zangu. Siwezi nikakupeleka mahali, lakini utakapomuita Jehova mwenye nguvu na uweza, kila mawimbi yatakimya, kila laana zitakauka, kila nguvu za uchawi zitavunjika, kila maroho yanayotafuta maisha yako yatashindwa kwa jina la Yesu Kristo. Unapomwita Mungu, vitu lazima vibadilike. Muita mwanadamu, atakwambia nimechoka. Tulipokuwa na Pastor David kwa nyumba, bwango yake tuwalenga na Pastor David asenu ilikuwa jana ya nigoro tulikuwa tumetaka tupumzike, tuatake tutimoke. So wiki akapiga simu, wiki yako hapa, wiki yake simu akasema kuna mgeni hapo kwa mlango kwa gate. Mgeni nara segeita ambaye wiki alikuwa amempatia speaker zake. Wiki kanya ile speaker tia aenda kutumia mahali fulani, achikotumia segete. So akakuja kama imekuwa late, agacha kanyorire kwa kitu kama saa 4 saa 5 naelekea, yarenge saa 4 ange saa 5. Akapigia Pastor David simu, agakira Pastor David simu, Pastor David akamata Pastor David, mgeni yako hapo nje na probox. Omageni nara abusiko ne probox, aleta mzigo hapo, oletire mzigo hapo. Ufanye nini? Nenda umfungulie, wacha afungue, utabie maskari igole. Pastor David akasema hadi sitoki. Sisi kwenda akajaribu namba ya soja, ikawa mteja batikani. So nikamwambia David, imebidi sasa, lazima utaenda bwana. So David akatoka, lakini akiwa hakisikii vizuri. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa na shida, uite majina ya wanadamu wote, uite majina ya madada zako, uite majina ya apostles wote, uite majina ya wachungaji wote wa Nyamataro,
Jehova, yeye anapatikana. Yeye anapatikana. Ninarudia kusema kwamba unapomuita Jehova, yeye anapatikana. Kuna mtu anaweza kukwambia ni rafiki leo, lakini kesho utapata sio rafiki. So mtegemee Mungu. Mtegemee Mungu. Mtegemee Mungu. Maana Jehova atakupeleka mbali. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja aliposti kitu jana, ilikuwa ni jana. Group ya Solomon. Akasema kwamba mtumishi mmoja pastor alikuwa amejipanga kwenda church. So akiamuka asubuhi, mke wake akaanza kulia zaidi. Alipoanza kulia zaidi, akamuita kwa nguvu. Akamwambia pasi. Baba watoto njoo. Akakuja akamwelekeza kwa bedroom ya mtoto wake. Na alipompeleka pale, akapata mtoto wao amekufa. So akamuuliza sasa tutafanya namna gani? Pastor akaomba. Alipoomba, akamwambia sasa kwa vile mtoto amekufa, lazima tuende kanisani kwanza. Tuache mtoto hapa. Tuende kanisani, halafu tukitoka kanisani, waacha mtoto akiwa sio moja, akiwa kwa kitanda yake. Waende kanisani. So waliposema, alipomwambia hivyo, na ikaonekana pastor anazungumza kwa nguvu. Mwanamke anaweza kufika. Unajua kuna wanaume wakiongea mwanamke aongee. Kama anaongea utasikia tu. So wakaenda kanisani. Wakahubiri vile nimehubiri hivi. Nimeombea watu. Wakati ninaenda kumalizia, alafu ninasema siku ya leo ninahuzunika kuwatangazia kwamba mtoto wangu ambaye ni mtoto mkubwa amekufa asubuhi ya leo. Tumemwacha ndani ya nyumba. Tukasema tupeane nafasi kwa Mungu kwanza. Halo. Kanisa ikashangaa. Kanisa ikakumia. Ingelikuwa ni wewe, ungefanya namna gani? Tupeane nafasi ya kwanza kwa Mungu. Nafasi ya kwanza kwa Mungu. Marafiki wafuate kwenda nyuma huko. Mungu apewe nafasi ya kwanza. Ndio tuweze kufurahia na kuona matendo makubwa katika maisha yetu. So walipotoka, kanisa nzima ikatoka. Wakaenda mpaka nyumbani. Kufika nyumbani, wanapofungua nyumba, wakapata yule kijana ameketi kwa kiti. Mungu tayari asashughulika. Ukipeana Mungu nafasi ya kwanza, vile ambavyo vimekusumbua, Bwana atageuza vitu. Bwana atafanya muujiza. Utakuwa na nguvu tena katika jina la Yesu Kristo. Ili jina la Bwana liweze kuinuliwa. Namalizia hapo nikisema hivi, yule mwanamke akapata mtoto wake akiwa mzima. Na maroho ambayo alikuwa inafanya mazambulizi katika maisha ya mtoto wake yakamuondokea, akapata ushindi wa ajabu. Huyo ndiye Yesu tunayetangaza kutoka kwa madhabahu haya. Alitendea yule mwanamke Mkanani, anaweza kukutendea na wewe. Bora uweke bidii, usiache. Halo. Amen. Usiache. Uweke bidii. Mwambie mimi nataka kukutana na Yesu. Hata kama nani amekukwaza, useme mimi sitaki kuaja.
Mimi nasonga mbele. Lazima niguze Yesu. Lazima Yesu anishughulikie. Lazima muujiza wangu upatikane. Lazima nimtegemee Kristo Yesu. Unasema nataka nione yote yakipita, lakini nikutane pamoja na Bwana. Hao wengine watakupotosha. Hao wengine watakuangaisha. Hao wengine watakusengenya. Hao wengine watakufunja moyo. Hao wengine watazungumza maneno yako kwa wengine. Lakini ukimwendea Yesu, baraka za ajabu zinaonekana katika jina la Yesu Kristo. Nimeajia hapa nikisema kwamba yule mwanamke alisukuma katikati ya watu, licha ya msukumo na kukatashwa na wanafunzi, asilie na asiende mbele ya Yesu. Walimchochea, wakampatia nguvu za kusonga mbele. So akapanda katikati yao mpaka akafika kwa Yesu. Nataka nikwambie hivi, hizo shida zimekuzunguka, zinakufanya usiweze kuendelea na wokovu. Asitakuja kukumaliza, sitakusukuma, kumbe zinakuunda ndio uweze kufikia Mungu na alete mabadiliko makubwa katika maisha yako. Na huyu mwanamke aliweza kufikia mpaka kwa Yesu, na Yesu akamwambia haitawezekana. Haitawezekana. Umekuja ni vizuri, umefaulu kupita kina Petro, umefaulu kupita kwa wanafunzi wote, umefaulu kupita kwa apostles, umepita kwa board of deacons. Lakini hata kama umefika kwangu mimi bishop, hiyo haiwezekani. Akawa mpaka kwa Yesu akaona dalili sio nzuri, lakini bado akachallenge Yesu, akamwambia ndio ninaelewa, lakini naomba unihurumie tu. Na kwa sababu ya kuweka bidii, Yesu akamwambia, imani yako imeponya mtoto wako katika jina la Yesu Kristo. Sijui ni nini unapitia, sijui ni kirera ya aina gani unapiga. Watu wanadamu wamekusababisha ulie na kulia. Majirani zako wamesababisha ulie na kulia. Inawezekana viongozi wa kanisa tunaweza kukusababisha ulie na ulie. Lakini kuna Yesu mbinguni ambaye ni muweza mambo yote. Atakushughulikia katika mchana wa leo kwa jina la Yesu Kristo. Nasikia kuombea mtu mmoja hapa ama wawili ambaye anasema kwamba ndio, ninajua iwezekani. Hii ripoti ya daktari haikubaliani, ni kinyume, wamesema sitapona, lakini nataka Bwana afanye kitu katika mchana wa leo. Bwana anaenda kukushughulikia. Labda kuna jambo fulani limeumiza maisha yako mpaka unashindwa ufanye namna gani. Umesema hiyo kanisa nitawacha. Nakwambia sio wakati wa kuacha. Ni wakati wa kusonga mbele na kuomba zaidi katika jina la Yesu Kristo. So nataka kuombea mtu hapa, anasema hii ninajua iwezekani, lakini nataka Mungu anitendee. Kwa imani yako na kwa imani yangu, na ile imani ambayo iliweza kusababisha yule mwanamke wa Kanaani mtoto wake akapata uponyaji, alikuwa anasumbuliwa. Bwana atakutendea katika jina la Yesu Kristo. So kama unataka maombi, kuja hapa mbele niombe pamoja na wewe. Kama unaona kwamba unahitaji maombi,
Songa mbele hapa niombe pamoja na wewe. Nasema sio lazima uje, lakini kama unaona kwamba unahitaji Mungu. Nasema daktari anasema hii haiwezekani. Mbingu inasema inawezekana. Sababu mambo yote yanawezekana kwa yeye yule ambaye ameweza kuamini. Kuja tu mbele. Hatukulazimizi. Kama unaona kwamba maombi haya yanaweza kuleta mabadiliko katika maisha yako, wewe songa mbele. Usimzoee Mungu, songa mbele, mtumainieni Bwana. Bwana anajua vile umelia, anajua vile umetezeka, anajua vile umepitia aibu, anajua vile umepitia, umeweza kukosana na kila mtu, hakuna mtu mnaelewana na yeye. Mungu ako na uwezo kuleta mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo umejaribu na haiwezekani. Naomba usichoke, jaribu tena. Hata kama umekuvunja moyo kwamba wengi wamejaribu hawajafaulu, naomba ujaribu tena na tena katika jina la Yesu wa Nazareti. Tuko na imani kwamba Bwana anaweza. Tuko na imani kwamba neno lake linasimama. Tuko na imani kwamba kwake mambo yote yanawezekana. Tuko na imani maana alitendea wengine ndani ya Biblia, na hapa atatenda katika jina la Yesu. Anatenda na atatenda. Yeye ni Mungu mkuu mwenye uwezo na mamlaka. Kuna watu wanapitia mateso, wamejaribu kutumia mbinu zao, wamejaribu kutumia ujanja wao, wamejaribu kutafuta njia zote wasiondoe kawaweza kujiondoa katika mateso hayo, hawajafaulu. Wengine wameketi hawataki kusonga mbele. Nataka nikwambie, sio kwa ujanja wako, ni kwa nguvu za Mungu na kwa imani. Jehova atatenda mambo makubwa. Kwa mikono yako juu, yule ambaye umesonga mbele hapa, ninapoenda kuomba pamoja na wewe. Sitaki kujua ni mateso gani, sitaki kujua ni nini unapitia, sitaki kujua ni ugonjwa gani, sitaki kujua ni nani anakugombanisha, sitaki kujua ni nani ameweza kukusengenya vibaya, lakini kile ninajua ni kwamba kwa imani yale mapepo yalikuwa yanatesa yule msijana, yule mtoto wa yule mwanamke Mkanani, akapata uponyaji mara hiyo hiyo. Akapata uponyaji mara hiyo hiyo. Mwanamke akaenda akifurahia. Sema Jehova ametutendea. Baba Mungu ishie milele. Amen. Katika jina lipitalo majina yote, watu wako walio hapa wameamini neno hili kwamba mwanamke aliposhindwa na watu wa Kanani akaendea wengi, lakini bado shida ilikuwa inaendelea kuongezeka. Akasema nitamwendea Yesu. Wanafunzi wakamkataza, bado akasema nitaweka bidii. Akapaza sauti, na alipopaza sauti na kufika kwa Yesu, Biblia inasema kwamba akaanguka chini, akaweka magoti yake kwa ishara ya kumwabudu Yesu. Tazama hawa wanawake, hawa wasijana wetu, watoto walio hapa mbele pamoja na wazee, ninawatangazia kwa kuwa wameamini neno lako, wameweka magoti yao chini kwa ishara ya kukuabudu. Naomba kila milima iporomoke, kila laana zivunjike, kila mateso yafike mwisho, kila mapepo na maroho ya kuzimu yakaweze kuteketea kwa jina la damu ya Kristo. Ninatangaza Bwana wa majeshi, mambo yao kuendea vizuri katika jina la Yesu wa Nazareti. Wengine wako na mawazo mabaya ndani yao, wengine wako na mateso katika ndoa, wengine wako na mateso
na familia zao. Watoto wanawasumbua, wengine wanasumbuliwa na wazee, wengine wanasumbuliwa na wake zao. Katika jina la Yesu na kwa uwezo nimesimama katika madhabahu haya, ninaomba kila roho ikakauke. Jina la Bwana liweze kuinuliwa. Bwana, tembelea mtu huyu ambaye amekuja kwa unyenyekevu, hajalazimishwa, amekuja mwenyewe, ameweka magoti chini hapa. Shida zake zote sipaki kwa madhabahu haya. Anapotoka hapa, aende na uwepesi wa roho, aende na uponyaji, aende na nguvu zako, aje kila maroho ya fitina katika madhabahu haya. Atoke hapa akiwa mtoto wa Mungu. Nimewachovya ndani ya damu ya mwana kondoo. Kama kuna yule hajaokoka, namtangazia wokovu wa Bwana kuanzia siku ya leo na kuendelea. Neema ya Bwana ikawatoshe. Jina la Baba lipewe sifa na liinuliwe milele yote, maana ni mwema. Walio na wagonjwa hospitalini wamekaa miaka na miaka, siku nyingi, nimetuma neno la uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ripoti ya mbinguni ndio ripoti kamili. Ya wanadamu inaweza kubadilishwa, ya maprofesa inaweza kubadilishwa, ya madaktari inaweza kubadilishwa, ya archbishops na mabishops inaweza kubadilishwa. Ila ripoti kamili ni yako katika jina la Yesu wa Nazareti. Ripoti yako ndio ripoti kamili. Ripoti yako ndio ripoti ya mwisho. Inaposemwa ndio inafanyika. Mwana nabii meganda na nabande batebi webintu baigebikongu amana abantu babaonjoka na ine na sabira sere dara Yesu onchole bintu manene, onchole bintu manene kale bikone na makomia yetalia manene libakwe. Jina la Baba lipewe sifa na liinuliwe milele yote, kwa kuwa wewe ni Bwana mabwana. Amen. Nataka tusimame sote juu tunapoenda kuomba pamoja. Mlio mbele simameni, msimameni. Totenene tuensiguru. Napoomba pamoja, kanisa nzima tusimame tafadhali. Kanisa ngima totenene. Baba Mungu, katika jina la Yesu, hii ni kanisa, mahali ambapo tukitamka maneno kutoka hapa yanatendeka. Madhabahu haya yako na uwezo kubadilisha maisha ya watu, yako na uwezo kubariki, na wengine wanaweza kupata laana kutoka kwa madhabahu bila kujua. Natamka ushindi mkubwa kwa heshima wapendo hawa wamefanya kusonga mbele. Naomba Bwana wabebe mizigo yao, ukawashughulikie. Waje kila mmoja hapa aweze kukushukuru akisema kwamba kweli maombi yalipofanyika Bwana ameleta mabadiliko. Jina la Baba lipewe sifa na liinuliwe milele yote. Kuna wengine wanang'ang'ana katika maisha haya, wako na uchungu, wanaishi maisha ya uchungu katika maisha yao, hawana jambo lolote la kuwapendeza. Wanaona ni kwa nini tukasaliwa katika hii familia, ni kwa nini tukaolewa katika familia hii, ni kwa nini nikaweza kuoa huyu mwanamke. Kuna mambo mengi ndani ya mioyo yao. Wengine wanasema kwamba kwa nini nimegonjeka. Mambo kama hayo yanaweza kuwafunja moyo. Wamesonga mbele kwa madhabahu. Naomba kwamba Bwana ukaweze kuwaondolea mizigo mizito, waende wakiwa chini ya uwezo wa jina lako, na jina la Baba lipewe sifa na liinuliwe milele yote. Yale ambayo walikuwa hawawezi ukawasaidie waweze. Kanisa nzima ikabarikiwe. Funika kila mmoja na damu ya mwana kondoo, maana wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwaminifu. Tunaomba uokofu wako, tunaomba nguvu zako, tunaomba utusaidie tuwe na imani, ili tunapofanya kazi yako tusije tukasikiza mambo ya wanadamu tuvunjike moyo, lakini tusikize sauti ya mbinguni ili tufanye tuende mbele. Jina la Baba lipewe sifa. Bariki kila mmoja ambaye ameinua mkono wake juu, na Bwana ukamtende mema, akaweze kuwa na furaha ya wokovu, afurahie ushindi wa Bwana, afurahie ndoa yake, afurahie watoto wake, afurahie kazi ambayo ameajiriwa, afurahie biashara yake, asije akawa na wazawazi katika maisha haya, lakini akaweza kukutumikia
akiwa chini ya furaha yako. Jina la Baba lipewe sifa na linuiwe milele yote, maana ni mwema. Katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Bwana wabariki. Muende na amani ya Bwana. Genda na malembo Nyasaye. Unapotoka kwa madhabahu. Amen. Hebu tuketi ninapomalizia. Namalizia kabisa. Alafu ndio tuweze kwenda. Nimesema tuketi. Kuketi noko ikaranza. Toikaranze. Sijasema tuende. Nimesema tuketi. Toikaranze. Alafu baadaye nitawafungulia muende. Amen. Namshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo tumeweza kupata ya kusikiza neno la Bwana, na pia kuna nafasi ya kumalizia ambaye ni ya kuombea wenzetu wale ambao Bwana ameweza kuwaita katika kazi ya Bwana ili waweze kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kuna wenzetu ambao ni asas, sijui kama secretary ile list yetu iko hapa ama itakuwa next week. Amen. So kama iko nitapata niwaombee. Ushering department tutawaombea. Tangu tufanye uchaguzi hatujakuwa na nafasi ya kuombea viongozi wetu ambao ni wale wanatusaidia katika mambo ya ushering. Na pia kuna wachache nitaombea hapa watakao tusaidia katika mambo ya fellowships zetu ili jina la Bwana liweze kuinuliwa. Kwa hivyo nikikutaja jina unakuja mbele, alafu ukikuja mbele ndio niweze kuwakabidhi mikononi mwa Bwana. Kuna kitabu nilisoma pale wakati nilikuwa ninahubiri, Matthew chapter number 10, inasema, and he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out and to heal every disease and every affliction. So aliwaita wanafunzi wake 12, akaweza kuwapatia uweza na nguvu kukemea kila aina ya mapepo na nguvu za kuzimu ili neno la Bwana liweze kuendelea. So kwa vile nataka nangojea hiyo nini, kama hiko nitasoma ile niko nayo hapa. Hebu tukapate Monica Gichana asonga mbele. Samuel Yokali songa mbele. Henry Mururi songa mbele. Makariga songa mbele. Pamela Thomas songa mbele. Isabera Nyakundi songa mbele. Stella Kingoina songa mbele. Judy Ben songa mbele. Jaris Manyange songa mbele. Jaris Ogero songa mbele. Johnny Mbaka songa mbele. Lilian Kenani songa mbele. Chavet Ogamba songa mbele. Joshua Nyagaka songa mbele. Abari Muranga songa mbele. Drusila Suma songa mbele. Florence Momanyi songa mbele. Elizabeth Okeli songa mbele. Jackson Abere songa mbele. Veronica Atambo songa mbele. Seba Muranga. Margaret Stephen Ben Sakari songa mbele. Mata Mkutu songa mbele. Hawa wamekuja. Nani haja kuja? Hawa ni apostles nimeita hapa, ambao wako mbele yenu. Wengine ni apostles tayari, wengine ni wageni, lakini watafanya kazi pamoja na apostles wale ambao wamesimama kwa muda kufanya kazi ya Bwana ili jina la Bwana liweze kuinuliwa. So nataka mgeuke sasa mniangalie ninapowaambia wale wanapatikana kila fellowship. Tunaanza na Jerusalem East. Jerusalem East, hebu wengine songa pande hii.
Judy ronga ko jamaa hata iga. Judy Ben Zakari ndage to yo Jerusalem East ya ronga rogoro. Wapi Samuel Yokali? Samuel Yokali uko wapi? Samuel Yokali ebusonga pale juu. Hao watapatikana katika fellowship yetu ya Jerusalem East.